kwa namna ya uwezo wa kukontrole na kudirije akili yangu kwa kusudi lolote ninalotaka. Ikiwa una mafanikio makubwa au hauko satisfait na wewe mwenyewe, kutamka sala hii ya ndani, ikiwa unaikubali na kuitamka kwa roho ile ya unyenyekevu na uaminifu ambayo nilikutumia kwako, ulimwengu mpya na bora zaidi utakuja kujionyesha kwa macho yako. Ulimwengu utaona. Na sasa wacha nimalizie ziara yetu ya kwanza kwa maneno ninayopenda ya shukrani. Kwa majaliwa ya kimungu, siombi utajiri tena, bali hekima zaidi ya kutumia vizuri mali iliyonipwa wakati wa kuzaliwa, ambayo iko katika uwezo wa kukontrole na kudirije akili yangu kwa ndoto zote ninazotamani. Utafiti wangu uliniongoza kwenye etude ya nguvu ya kiroho ambayo sisi wote tumepewa. Ni ndani ya somo au sije hiyo njo nalipata indice ambayo iliniruhusu kusaidia mamilioni ya watu kupata destin yao ya kidunia. Ningependa kukuelezea uvumbuzi wangu kwa maneno rahisi sana iwezekanavyo, kwa sababu hii itakufunulia kwa nini ni kweli kitu chochote ambacho akili kufikiria na kuamini, akili kulitimiza. Na haijali umeshindwa mara ngapi masiku inayopita, bila kujali lengo au tumaini yako. Nalifata mtazamo wa kwanza wa ile sheria ya ndani la loi profonde. Inatoa njia ambayo kwayo tunaweza kuchagua kusudi letu la kibinafsi maishani na kulitimiza. Nalifundishwa na Bwana Carnegie wakati wa shirika ya filosofia ya science du succès na ya mazoezi yanayoonekana kwa sababu ya umri wangu mdogo, ukosefu wangu wa shule, ukosefu wangu wa fedha. Wakati huyo Bwana Carnegie alitoa hotuba au discours ambao sitasahau kamwe, kwa sababu ilibadilisha maisha yangu milele kwa kufungua njia iliyoniruhusu kusaidia kubadilisha maisha ya mamilioni ya watu ambayo kati yao wengi bado hawajazaliwa. Wache nielekeze mawazo yako kwa nguvu kubwa ambayo iko chini ya kontroli yako. Nguvu kubwa ambayo iko chini ya kontroli yako, kulingana na Bwana Carnegie, nguvu kubwa kuliko umaskini, nguvu kubwa kuliko hofu yako, nguvu kubwa kuliko kukosa kusoma na ushirikina, uchawi na dawa. Ni nguvu ya kuprendre possession ya akili yako mwenyewe na kuielekeza kwa kusudi lolote unalotaka. Nguvu hiyo ambayo Bwana Carnegie kufuatilia ni zawadi ya Muumba Mungu, na inapashwa kukonsidere kama zawadi kuu zaidi ambayo Muumba Mungu kumpa mwanadamu, kwa sababu ndicho kitu pekee ambacho mwanadamu ana haki kamili na isiyo na shaka ya kukontrole na kudirije. Unapozungumza juu ya umaskini wako na ukosefu wako wa elimu, kusema Bwana Carnegie,
anaelekeza pouvoir ya akili yako kuvutia mazingira yasiyofaa, kwa sababu ni kweli kwamba chochote ambacho akili yako kutaka, akili kukokota. Kisha unaelekewa kwa ni muhimu kutambua kwamba success yote kuanza wazi katika akili yako, kitu ambacho unataka katika maisha. Tena Bwana Kanaki kuendelea na diskuri yake kwa maelezo ya ukweli wa ulimwengu wote ambao ilikuwa na impact kwenye akili yangu, hivi kwamba nilianza kujiwekea objectif ya mpya ya maisha. Nilijiwekea objectif ya hali ya juu kuliko mafanikio yangu ya kwanza ambayo yaliwaumiza warafiki na wandugu yangu. Kila mtu kuja duniani, kama Bwana Karnaki kusema, kupewa kipaji kia upekee juu ya kukontrole nguvu ya akili yake na kuidirije kuma objektifu yoyote anayochagua. Tena anaendelea kusema mtu wote kuja duniani kwa kuzaliwa sawa na maenvelope mbili zilizofungwa. Moja kati ya hiyo imeandikwa wazi wazi utajiri, ambayo mtu angeweza kufurahia ikiwa mtu uweza kuprendre possession ya akili yako mwenyewe. Na envelope ingine iliagizwa adhabu au punition unazopashwa kulipa ikiwa utashindwa kuprendre possession ya akili yako mwenyewe na kuidirije. Sasa ngoja nikufunulie, alisema Bwana Karnaki, yaliyomo ndani ya envelope hiyo mbili zilizofungwa. Ya kwanza ya utajiri, kuna list 6 ya zawadi. Ya kwanza afya njema, ya pili amani ya akili, ya tatu maaktivite ya kusisimua ya uchaguzi wako, ya 4 uhuru kutoka kwa hofu na wasiwasi, ya 5 mtazamo mzuri wa kiakili, ya 6 utajiri wa kimwili na shua yako na kwa kantite unayotaka. Katika envelope iliyoandikwa punition au dhahabu, Bwana Karnaki anaendelea na liste 5 tofauti ya kulipa kwa yeyote anayepuuza kuprendre possession ya akili yake mwenyewe. Ya kwanza afya mbaya, ya pili hofu na wasiwasi, ya tatu kutokuwa na uamuzi na dute, ya 4 kuchanganyikiwa na découragement mbele ya shuruti ya maisha, ya 5 pauvreté na ukosefu, ya 6 kundi nzima la maneno mbalimbali, tamaa, pupa, wivu, hasira, chuki na ushirikina, dawa, urozi. Sasa shaba yangu maishani ni kukusaidia wewe na kila mtu kufungua na kutumia vitu vilivyomo kwenye envelope ya kwanza iliyofungwa inayoitwa utajiri. Na ni mahali pa kuanza kuondoka ikiwa unataka kupata tiketi yako mwenyewe ya kupanda kwako kwa maisha yako yote. Nitakuelezea instruction haya rahisi. Pata kaye ku poshi yako au kitu cha aina hii haraka iwezekanavyo, na kwenye papie ya kwanza andika maelezo ya hamu makuu ya maisha yako, hadhi ya
jamii, mambo ambayo unaweza kuyakubali kama vizio yako ya mafanikio. Na kumbuka, kabla ya kuanza kuandika, mipaka yako imejiwekea akilini na sio kuwaruhusu wengine sio kuwaruhusu wengine wakutengenezee. Na kwenye paji ya pili ya kaye yako andika wazi declaration ambayo inaeleza kila kitu unachokusudia kutoa kwa kubadilishana na kila kitu unachotaka kupata maishani, na kuanza kuandika kile kitu unachotaka kutoa sasa hivi. Tia matamko yako mbili unachotaka na yenye utachotoa kwa kubadilishana, ili upate yenye unayotaka na kurudilia hata mara 10 kwa siku. Na siku zote malizia matamko yako kwa zawadi uliyokuwa nayo wakati wa kuzaliwa. Siombi mjaliwa wa Mungu kwa mali zaidi, lakini hekima zaidi ambayo nimekubaliwa kwa busara kupokea mali niliyoitoa wakati wa kuzaliwa, kwa namna ya kuweza